Tunapozungumzia itifaki, tunapozungumzia ushirikiano wa kimataifa, tunapozungumzia uhusiano kati ya Tanzania na nchi nyingine, tunazungumzia Wizara ya Nchi za Nje, au sema Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Ni wizara ambayo inashughulika na masuala haya ya ushirikiano wa kimataifa. Basi tumekuja katika banda hili, na banda hili tutazungumza moja kwa moja na kaimu katibu mkuu wa wizara hiyo. Huyu si mwingine bwana, ni balozi huyu Rajabu Gamaha. Kama unavyoona banda hili limependeza kweli kweli, na kwa kweli wataalamu nisema watendaji wamekaa vizuri, kwa imependeza. Mheshimiwa Balozi, habari za kazi? Mzuri. Sijui unalizungumziaje kwanza swala zima la ushiriki wenu katika maonesho ya 38 ya maonesho ya Sabasaba? Nashukuru. Maonyesho haya ya 38 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yamefunguliwa na Mheshimiwa Balozi Saif Idi, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Na katika ufunguzi ule maelezo mengi yametolewa, lakini kilichokuwa kikubwa zaidi ni mafanikio ya maonyesho haya, na mafanikio yenyewe ni kwamba nchi 33 zimehudhuria maonyesho haya na makampuni zaidi ya 400 yamekuja kwenye maonyesho na yanaonyesha bidhaa zao na huduma wanazotoa. Wizara yangu ya mambo ya nchi za nje, kama ulivyotamka mwanzoni, ni kweli kabisa inaratibu mahusiano yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi za nje. Kuhusu maonyesho haya, uratibu wetu ndio uliochangia kwenye kufanikisha mahudhurio ya nchi nyingi za nje, zote aina mbili, nje kabisa na zile za kikanda. Kikanda kwa maana ya Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki na Jumuiya yetu ya SADC, na kimataifa kwa maana nje ya hapo na nje ya Afrika, Asia, Ulaya na hata Marekani. Kwa hiyo mchango wetu ni kule kuratibu shughuli hizi za biashara, na kama mnavyojua, baada ya vita vya ukombozi kusaidia sisi kupata uhuru, kusaidia wenzetu nao kupata uhuru, na kufikia mwaka 94 Afrika Kusini ambayo ilikuwa na ubaguzi wa rangi, tukafanikiwa kuondoa ubaguzi wa rangi ule, wakapata serikali yao ya kidemokrasia ya wananchi wote. Baada ya pale, jitihada ya Tanzania kuanzia mwaka 2000 ni kusukuma mbele diplomasia ya kiuchumi, ambayo maana yake ni kutilia mkazo wizara pamoja na balozi zetu, tukishirikiana kwa karibu sana na wizara zote, taasisi zote hapa nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na sekta binafsi, kukuza biashara ya Tanzania nchi za nje na kukaribisha wawekezaji kuja kuchangia katika uzalishaji hapa nchini, ili tuongeze mauzo yetu nchi za nje. Kama mnavyofahamu, kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki hivi sasa Tanzania tunaongoza kwa kuuza nje, na hiyo yote ni mafanikio ya hiyo diplomasia yetu ya uchumi. Lakini vile vile kwa hapa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania tunauza kwenye nchi zingine zaidi kuliko wanavyouza hizo nchi wanavyouza hapa Tanzania. Hiyo nayo inaonyesha mafanikio ya diplomasia yetu ya uchumi. Na kama nilivyosema, tunashukuru maonyesho haya yapo kila mwaka, na mwaka huu yameangukia tarehe hizi, lakini maonyesho haya yanatusaidia vile vile kupima jinsi tunavyo panuka na kukua kibiashara. Kama nilivyosema, mwaka huu nchi ambazo zimekuja kwenye maonyesho haya na makampuni ambayo yameshiriki katika maonyesho haya vimeongezeka ukilinganisha na mwaka jana. Balozi, unapimaje kukuzwa kwa uchumi Tanzania kutokana na ninyi kuratibu masuala haya ya diplomasia ya uchumi? Yaani kwa maana kwamba
mnashirikisha nchi nyingine katika kuonesha uzoefu wao ili Tanzania nao wajasiriamali lakini wadogo na wakubwa na waweze kukuza vipaji vyao katika kuendeleza uchumi wetu kwa kupitia ujasiriamali. Mna kipimo gani kuonyesha kwamba juhudi zenu katika kuhakikisha kwamba mnaratibu shughuli hiyo sasa imefanikiwa kwa wananchi wote kutoka chini mpaka? Nashukuru kwa swali hilo. Kwanza nianze kwa kusema kwamba kupitia maonyesho haya Watanzania wote ambao wanapata fursa ya kuja kwenye maonyesho wanapata sasa kuona nchi zingine za ukanda huu wa Afrika Mashariki, SADC na za kimataifa zilizokuja kuonyesha bidhaa zao hapa. Wanazielewa hizo bidhaa na watanunua zile ambazo wanadhani ni bora na wana shida nazo na ambazo zinaongeza huduma zao au uzalishaji wao, na kwa kufanya vile watajifundisha teknolojia. Kesho na kesho kutwa wale watundu wanaiga na wao wanatengeneza zinazokaribia au zinazofanana au zinazozidi hizo. Hiyo ni mafanikio ya kwanza ya teknolojia. Lakini mafanikio ya pili, kwa vile vifaa ambavyo hatuwezi kuvitengeneza hapa, tunapovinunua, wananchi wanapoviona wakavipenda kwa ubora wao wakavinunua, vinaongeza uzalishaji wetu. Makampuni yetu, sekta binafsi, makampuni mengine ya umma yanavinunua, na kinunua yanaongeza uzalishaji wao kwa bidhaa za kilimo, za viwandani na kadhalika. Na ndio maana ukiangalia uuzaji wetu bidhaa nje unaongezeka mwaka hadi mwaka. Lakini vile vile hata huduma zetu, ikiwe ni mahotelini, iwe ni usafiri wa kusafirisha mizigo au abiria, unakuwa bora zaidi kutokana na Watanzania na kampuni za Kitanzania kununua bidhaa ambazo ni bora. Na ukichunguza sana zingine wameziona kwa mara ya kwanza katika maonyesho, aidha haya au maonyesho yanayoandaliwa na TanTrade kwa kushirikiana na wizara yangu ambayo yanafanyika nchi za nje. Ni kweli kabisa balozi, tunashuhudia sasa hivi matangazo katika televisheni makubwa ya Tanzania kwamba kweli sasa hivi tumekuwa katika hadhi tofauti, lakini hata vile vile majumba yale yasema majengo ya mikutano ni ya kimataifa. Sijui changamoto gani kubwa mnakumbana nayo sasa katika utekelezaji wa kazi zenu na hasa kuratibu ushirikiano huu kati ya nchi yetu na nchi nyingine? Changamoto kubwa ni kubwa kuliko zote ni kwenda sambamba na kasi ile ambayo Watanzania wangependa. Watanzania wangependa nchi hii iendelee kwa kasi kuliko ambavyo inaendelea. Na wakati fulani watu wengine kwa makosa au kwa kueleweka vibaya wanapozungumza inaonekana ni kama vile Tanzania haiendelei. Lakini ukweli Tanzania inaendelea kuliko nchi zingine nyingi Afrika. Na kama ambavyo mmesikia, kwa kipimo tu cha kasi ya maendeleo inaitwa economic growth, Tanzania ni nchi moja katika nchi 4 Afrika ambao kuendelea kwake ni kwa kasi zaidi. Kwa mwaka uliopita kwa mfano, Tanzania kasi ya maendeleo ilikuwa ni 7%, na hiyo ni kubwa, na hata ukilinganisha mataifa mengine yaliyoendelea yale kasi yao ya maendeleo ni 0.5, 1.5, lakini sisi tupo kwenye 7. Lakini vile vile ukiangalia kipimo cha nchi kama China ambazo zinaendelea kwa kasi kubwa kuliko Tanzania, zenyewe zilikuwa zikiendelea kwenye 12 mpaka 15, sasa zimerudi kidogo, zipo kwenye 10 mpaka 12. Na nayo ni kwa sababu wamefikia mahala ambapo lazima waende taratibu ili waweze kumudu maendeleo yao. Sisi tupo kwenye 7, na kiutaalamu tunaambiwa lazima tuendelee kwa kasi ya 8 mpaka 10 ili tufike kwenye malengo yale ya kwetu ya maendeleo ya miaka 15, na kufikia mwaka 2025 tuwe tumefikia nchi yenye maendeleo ya kiwango cha kati, middle income country. Na sina mashaka kwa spidi tunakwenda, tukiongeza kidogo tutafika pale, nadhani tutakuwa tumepita hata pale ambapo tulikuwa tumejipangia kufika. Swaziland ni nchi mojawapo ambayo ipo katika hatihati ya
kuwa pamoja katika uchumi niseme wa kimataifa, kwa sababu kuna nchi sasa inaonekana kwa mfano Marekani, kutokana na pengine na utawala bora na mambo mengine, masuala ya kiuchumi, kuwashirikisha wananchi, inaonekana haifanyi vizuri sana na inaonekana inaweza ikaachia ngazi, na hasa katika jumuiya kwa mfano AGOA. Tanzania mnajizatiti vipi? Tunaona kwamba kasi ni nzuri. Mnajizatiti vipi kuhakikisha kwamba mnashikilia uzi huo na mnaendelea kwa nguvu zote, pengine miaka 20 ijayo Tanzania iwe miongoni mwa nchi zilizoendelea sana katika bara la Afrika? 20 ni mbali sana. Ukweli ni kwamba tukiendelea kwa kasi na tukaongeza kidogo kama nilivyosema, makisio yangu ni kwamba katika miaka 5 mpaka 10 inayokuja Watanzania watashuhudia mabadiliko makubwa sana nchini Tanzania. Manake tayari ukiangalia programu iliyopo ya kuendeleza nchi upande wa umeme kwa mfano, dhamira ni kueneza umeme sehemu zote nchini, na kuna programu ya kuendeleza umeme vijijini. Kuna programu ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji, kuanzia na maji ya kutumia kwanza, matumizi ya nyumbani, lakini vile vile na baada ya hapo kuna programu kwa ajili ya maji ya kumwagilia mashamba. Sasa ukiangalia sekta zote hizo ya maji, ya kilimo, ya umeme, afya na elimu, ndani ya miaka 5 mpaka 10 inayokuja Watanzania watashuhudia maendeleo makubwa sana hapa nchini. Wito wako? Wito wangu ni kwamba kila mmoja atimize wajibu wake na tuwe na mapimo yanayostahiki. Tusiwe na matarajio makubwa sana, alafu ukiona kasi inaenda pale ambapo mwili wako unaruhusu ukadhani huendelei. Tunaendelea. Naomba Watanzania wote tuwe na uelewa mzuri wa tulikotoka, tulipo na tunapokwenda, ili tuwe mamoja katika yale mambo tunayofanya. Nakushukuru sana. Asante sana balozi. Sana. Naitwa Rodney Tadeusi, ni afisa itifaki na uhusiano wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha. Sisi AICC, kituo hiki kiko chini ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, lakini shughuli zetu kuu sisi ni masuala ya mikutano, kwa maana kwamba tuna kumbi mbalimbali za kufanyia mikutano, na kumbi hizi ziko katika kituo cha Arusha, na hivi karibuni serikali pia iliweza kuikabidhi AICC kituo kingine cha mikutano ambacho kimepewa jina la Mwalimu Nyerere International Convention Center, au kituo cha mikutano cha kimataifa cha Mwalimu Nyerere. Kituo hiki kiko hapa jijini Dar es Salaam. Nacho kazi yake mmoja ni ile ya kufanya mikutano. Kuna kumbi zaidi ya 10 katika kituo cha Dar es Salaam ambapo zinahudumia mikutano yote, mikutano ya serikali, mikutano ya watu binafsi, mikutano ya kitaifa pamoja na mikutano ya kimataifa. Sasa kituo hiki mtu anaweza kusema kwamba labda kina faida gani kwa nchi? Ni kwamba sisi kama AICC kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunasema tunauleta ulimwengu Tanzania, we bring the world to Tanzania, kwamba kupitia mikutano na mikutano inapofanyika kwetu sisi, maana yake ni kwamba tunasaidia kuleta wageni hapa nchini, lakini tunapowaleta hapa mjini wageni hapa nchini, pia wanakuwa sekta zingine za uchumi zinakuwa zinachangamshwa na ujio wa wale wageni, sekta kama ya utalii, watu wa hotel, watu wa usafirishaji, basi hao watu wanakuwa wanapata share yao katika pale wageni wanapokuja. Zaidi sisi tunafanya mikutano, na ni moja ya kituo ambacho tunasema ni wataalam katika masuala ya mikutano, kwa sababu waajiriwa pale wote ni wana uzoefu katika shughuli za mikutano. Na pia kituo hiki cha AICC ili kuwa cha kimataifa pia ni mwanachama wa klabu ambayo inaweka pamoja vituo mbalimbali vya wanachama duniani, inaitwa AIPC, lakini pia kuna chama kingine ambacho kinaweka vituo mbalimbali vya mikutano, inaitwa ICCA. Vituo hivi kazi yao ni kuhakikisha kwamba vinaangalia kama vituo vinakidhi vile vigezo vya kimataifa, na lakini pia kupitia vituo hivi AICC inakuwa inapata mbinu mbalimbali za kuweza kupata ile mikutano mbalimbali ya kimataifa, kwa sababu lengo kuu sisi tunataka pia tufanye mikutano ya ndani, lakini tunapopata mikutano mingine ya kimataifa, ile inakuwa ni mizuri zaidi pia, kwa sababu inasaidia nchi kukua kiuchumi, sekta zingine isiwe AICC tu, lakini tunapowaleta pale wana sekta zingine nazo zinachangamka kiuchumi. Kwa hiyo ni kituo ambacho kina wataalamu, lakini mbali na mikutano, kituo hiki kina biashara nyingine ya estate, ya nyumba,
hasa kule Arusha kuna nyumba zaidi ya 500 ambazo zinamilikiwa na kituo, na hizi zinapangishwa kwa watu wote, wafanyakazi, wananchi wa kawaida, wafanyakazi wa kimataifa ambao wanakuja kufanya kazi hapa nchini, hususan pale Arusha kwenye mashirika mbalimbali. Lakini pia hivi sasa kuna nyumba mpya ambazo zimejengwa zitaweza kuchukua familia 32 ziko pale Arusha, na nafikiri hivi karibuni zitakuwa tayari kwa ajili ya watu kuingia kwa ajili ya kupanga. Lakini pia tunapangisha ofisi pale Arusha, mashirika mbalimbali kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tumeaccommodate pale, na sasa hivi wamehamia kwao, lakini bado wanatumia ofisi. Mahakama ya Kimataifa ya Mauaji ya Rwanda pamoja na ofisi mbalimbali za kimataifa, mashirika ya kimataifa yako pale, na sasa hivi pia kuna ofisi ambazo sasa hivi zipo, na tunawakaribisha wananchi pamoja na mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa waje pale kwa ajili ya kuhifadhi. Tunafanya hivyo kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunapowaleta wageni hapa, lakini pia ni kituo ambacho kinahifadhi mashirika mbalimbali ya kimataifa. Kwa kifupi sana, utaratibu unakuwaje kwa mfano kualika wageni kutoka nje kutumia kumbi hizi kubwa za mikutano za hapa nchini? Ni kwa sababu sisi EACC tunajitangaza ndani na nje ya nchi. Kwa ile mikutano wale wanaoandaa mikutano kule nje wanakuwa wanaifahamu EACC. Kwa hiyo wao wanafanya zile booking, wanaomba ile kwamba tunataka tuje tufanye mikutano kwenu, lakini pia sisi tunaenda kubembeleza, kuomba ile mikutano ifanyike nchini hapa kwa faida ya nchi. Unaona, lakini pia serikali inatumia namna huwa inasaidia pale inapopatikana mikutano mbalimbali, kama pengine mkutano wa African, Umoja wa Afrika, labda pia mkutano unaohusiana na masuala ya afya ambao unakuwa coordinated na serikali yetu, basi serikali pia inasaidia kusema kwamba mkutano huu utafanyika katika kituo cha EACC au Mwalimu Nyerere, kwa sababu hawataki mkutano